siku unaichukuliaje? Siku moja furaha sana. Ni mmoja wapo ya zile siku naweza sema kwamba alikuwa anazingojea sana. Hivyo ni siku moja ya maana sana, ya muhimu katika maisha ya klabu ya FC Leopards. Kauli mbiu yako imekuwa ni ipo siku. Na tukiangalia kwa historia ya FC Leopards, mara ya mwisho FC Leopards kubeba taji la ligi kuu ya Kenya ilikuwa mwaka 1998. Hiyo ndio siku ambayo pia wewe uliondoka pale FC Leopards. Je, hii ipo siku, kauli mbiu ya ipo siku ilianza wakati ule, wakati ulitoka ukasema nitarudi mimi ndio tena mabadiliko? Kauli ipo siku ilianza mwaka 1919 ndio wakati hiyo kauli ilianza. Kwa sababu nilikuwa nagombea uchaguzi. Nilikuwa nagombea, baadaye ikakuwa wakaleta siasa mingi ndani, lakini nikasema sawa. Nikasema ipo siku darudi. Safi. Mabadiliko gani ambayo labda kile kitu cha kwanza kwa utapata nafasi kuingia pale mkoani kwa FC Leopards utakifanya kitu cha kwanza zaidi? Tumeona ukisema kwamba lazima signing ya wachezaji kuwe top quality, umesema accountability ya mambo ya process ikuwepo. Kitu cha kwanza ambacho unafanya kwa hayo yote ambayo umepanga ni gani? Kitu cha kwanza kabisa wakati tunaingia ofisini, najua sitakuwa mimi peke yangu, kuna wengine wale tutakuwa nao. Kitu cha kwanza ni kuangalia ofisi kwa namna gani, mikataba ya wachezaji wale wamekuwa katika klabu iko vipi, ni wachezaji wangapi mikataba zao zimeisha, wangapi mikataba zao zinaendelea. Kwa hivyo ndio jambo la kwanza ofisini. Jambo la pili pia lazima tuangalie wale sponsors wale wamekuwa katika klabu ni wamekuwa wagani, mkataba iko namna gani, tujue kama bado wapo ama wapo. So ni baadhi ya zile vitu wakati tunaingia ofisini lazima tuangalie za kwanza hapo ofisini. Na labda niulize, kwa kumekuwa kuna tetesi kwamba kule nje na mashabiki kwa FC Leopards kwamba jezi wanauziwa bei ghali sana. Za sasa hivi wanauziwa takriban shilingi 3,000. Na ukiangalia timu nyingine pia ambazo sitaki kuitaja sasa hivi, wanatumia jezi ambayo imeundwa na kampuni ambayo inaunda jezi za FC Leopards, lakini wanauza na bei ndogo. Wewe wamesema kwamba wengine wameuliza kwamba unahusika sana na Givova. Je, kandarasi ya kutengeneza jezi kule Givova waletana bei nafuu ama itakuwa? Baadhi ya zile vitu FC Leopards zinahitaji ni kuwa na partnership na kampuni za hali ya juu. Hii ni timu ambayo inafaa kuwa pia na kit sponsor kivyake. Si timu ambayo inafaa kuwa inahangaika hapa na pale. Ya pili umezungumzia kuhusu prices za jezi. Ni tutakaa chini tuone ni mikataba gani ama ni shughuli gani tutaweza kuweka chini ambazo zitaweza kutuletea mapato kwa ustadi, lakini pia jezi yenyewe pia iweze kuwa inanunulika kwa wingi, kwa sababu kuinunua kwa wingi ni lazima pia tuweze kushusha bei ya jezi. Nikushusha bei ya jezi lakini quality yake bado tuta maintain. So ni baadhi ya zile mikakati zipo na lazima tutatimiza, kwa sababu hiyo ndio sekta ambayo naweza sema mashabiki wengi wamekuwa kililia. Ni baadhi ya zile vitu ziko katika mipangilio. Na tukizungumzia uchaguzi na ukoja wa FKF wa FC Leopards samani, wanasema kila mahali kuna siasa, kuna uchaguzi, kuna siasa kila mahali. Na tukiangalia kwamba FKF wamekuwa juzi wametoa maoni kwamba wa extend muda wao wa kuketi kule. Uhusiano wako kama mwenyekiti wa FC Leopards na shirikisho la soka nchini Kenya utakuwaje? Unaona utakuwaje ikilinganishwa kwamba na muda ambao FKF wanataka kuendelea? Sasa ina depend kwamba you know you have to align with the sports sector. Na kulingana na sports sector watu wote wanaochaguliwa ni miaka ni minne. So hiyo yao sijajua labda wametoa na wapi. Lakini tukifika pale basi tutajua ni kwa sababu gani labda waliweza kusema wanataka kubadilisha. Lakini kitu tunajua ni kwamba to align the sports sector miaka ni minne. Yote mwenye anachaguliwa ofisini miaka ni minne. Kwa hivyo pia federation yenyewe wanajua miaka zao ni minne. Kuna siasa kwamba
when you get there and your brother, who is Fred Amad, the coach at FC Leopards, if he doesn't give results, what will you do? I'm 100% sure he'll give results. So I usually don't dwell on failing. In my dictionary, there's no F. Failure has never been there. So I usually don't want to say somebody will fail. I always dwell on the positives. Yeah? So whether it's my bro or there was any other coach in, you just need to help whoever is there to do his level best. You don't get to the office and say, oh, if this guy failed. No. You are going to help him do what? Succeed. Okay? Yeah. Labda tuvuke kwake Chea. Utaanza kwa majina, alafu tuambie pia umejuana vipi kwa muda gani na Boniface Ambadi na malengo yako kufanya naye kazi itakuwa hivi. Asante sana. Kwa majina naitwa Namai Ronald, member wa klabu ya Ingwe. Nimeamua kushirikiana na Boniface kuhakikisha kwamba tutaleta mabadiliko kwenye klabu. Ambani tumejuana miaka mingi sana. Unaweza kumbuka kwamba alikuwa kocha wa vijana wa timu karibu miaka 10 iliyopita. Wakati ule na mimi nilikuwa CEO wa klabu. Kwa hivyo tulifanya naye kazi mzuri for over a year. So tangu siku zile tumejuana sana na tuko na malengo the same. Malengo yetu yanalingana. Na ndio sababu tukasema kwa wakati wa kura za saa hii tushirikiane ili tulete mabadiliko kwenye klabu. Najua vile anafanya kazi, anajua vile mimi nafanya kazi. Kwa hivyo tunataka kuleta mabadiliko ambayo yatasaidia timu. Haswa kwanza kuleta vikombe kwa klabu. Na ukumbuke kwamba siku zile tulikuwa tunashirikiana na yeye pale, tulileta kikombe. Na junior team. Tulileta kikombe, tulishinda Go TV na tuka-establish timu nzuri sana ya vijana ambayo iko mpaka sasa hivi. Kwa hivyo ushirikiano wetu ni kulingana na yale matarajio na maono ambayo tuko nayo kuleta mafanikio kwenye timu. Nauliza hili swali kimakusudi kwa sababu yuko hapa na kule nje mtu anasema kwamba ilikuwa ni kitu kimepangwa wewe na Ambadi kwamba mfanye hivi, ikifika wakati mwisho kule tunaungana pamoja kwa ule mtazamo mwingine. Ni kitu kilipangwa ama unasemaje nyinyi nyote kwa pamoja? Hakuna, naweza sema tukianza uchaguzi haikuwa imepangwa hivyo. Yeah. Kila mtu alikuwa na matarajio yake. Mimi nilikuwa na mipangilio zangu, nikafanya kampeni zangu, yeye akafanya mipangilio zake. Lakini ujue tukiendelea na hizi, tukikaribia kura, unasikiza wenye timu, unasikiza members, unaona tukiendelea vile tunaenda hivi huenda tusiletee mafanikio. Ni rahisi kama sisi tutaungana, ili sababu yale maono yenye tuko nayo ni the same. Kwa hivyo hakuna haja tunaongea kitu kimoja kwenye kambi mbili. Turudi tuongee hayo maono kwa pamoja ili turahisishie wapiga kura kazi ya kupiga kura, sababu tunatarajia kwamba Jumapili tutapata 90%, 90%. Kwa hivyo hakuna haja ya kugawa 45-45. Wacha tuweke pamoja ikuwe 90, ndio ikuwe rahisi kwa wale wanapiga kura. Wakuwe na shughuli ya kuangalia mweka hazina na katibu, isikuwe mambo ya mwenyekiti, sababu tumewarahisishia. Nataka uelewe kwamba Namai aliingia katika race. Mimi pia niliingia katika race. Ule mwingine katika race. Lakini mimi na Namai tumefanya kazi kwa muda. Si saizi. Vile amesema, akiwa CEO mimi nilikuwa coach. So hiyo wakati napata shida kidogo katika timu ya junior team, I could call him. Nimuulize bwana niache.
iko shida hapa na hapa na hapa, and then he could solve the problems right on time. Kama I solve, unamwona anakuja kwa ground, anakuja anaangalia, you know, that's what we need, yeah. So at one point we started talking, jinsi upigana mpaka simu tukaanza kuongea. So I wish you all the best in your rest, hivyo. Lakini ikafika wakati tukaona for the better of the team and also fans wetu wao wenyewe, wakasema if we two can work together, then what is it? Ni for the better of the club. So we decided, okay, fine, now let's do it, let's work together. Okay. Yeah. Chini ya uongozi wako tutaona mabadiliko gani katika structure ya team? Manake kuna senior team, kuna women team, kuna junior team, under zipo. Yeah. We are looking at restructuring this team, yeah? And especially the playing unit and all those other junior sides. We need to sit down and think the nini anafaa kufanya. Sababu FC Leopards is a very big club, yeah. Haifai kuwa na team moja peke yake ya senior, team moja peke yake ya senior ladies, no. Junior team needs to be structured, and also the junior team needs to have its feeder, so that your system kutoka kwa chini mpaka juu ina flow, so that at least turahisishe maneno ya kwenda kununua wachezaji huko nje nini. We can still produce our own players and sell them. Okay? Yeah, we have a lot of players, millions, thousands of players in Western region, in the Kenya as a whole. FC Leopards is an international outfit, so to me, we are restructuring the team from the junior sides to the top, so that at least tunaweza pia kaa chini tukasema kuna mchezaji tumeuza pale Manchester ni alitoka FC Leopards, so much to be done. Restructure. The women team also need to be restructured, yeah. We need to get the best. Na nimalizia na ile kwamba umecheza FC Leopards miaka ile, na niweke record ile kwamba the last time you won with FC Leopards sikuwa nimezaliwa. Sasa 1998, sikuwa nimezaliwa. Oh my goodness. Kwa hivyo FC Leopards haijakuwa na mali pa kuita nyumbani. Mmekuwa mkitumia Nyayo kama kiwanja cha serikali, na labda training ground pia. FC Leopards katika uongozi wako miaka 4 inayokuja, una mipango ya kupata mahali ambapo utasema hapa ni mahali pa FC Leopards, tukizingatia pia gavana wa Bungoma alisema kwamba chukueni uwanja huu hapa tuwape uwe wewe. Infrastructure development is part of our pillars. So stadium is another far-fetched for now. No, a training facility for FC Leopards first. Stadium we can think about it maybe later, but the first thing is tunafikiria saizi ya kufanya how we can get this team its own training facility, so that waacha kuhangaika wanaenda huko na huko. So with the training facility was to also help the junior sides to grow up, the under 7s, under 8s, the women team. At least we need our home. We need somewhere to call our home first before we think of even maybe going for the stadium. Stadium is another very, very big project that we need to. We can still hire Nyayo, we can still hire Kasarani for the time being, and other stadiums. But the first priority we need to put on the ground a training facility for the team.